Bismillahi aftatihul maqal wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina la Allah tabaraka wa taala nafungua mazungumzo yangu haya. Sala na salama zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na wote ambao watakaofuata mwenendo uliokuwa bora hadi siku ya malipo. Naomba Allah tabaraka wa taala anijalie mimi pamoja na wewe ambaye unanisikiliza atuweke miongoni mwa watu wa peponi. Allahumma amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahu alazim. Anasema Allah tabaraka wa taala, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, hakika Muhammad tumekutuma wewe uwe shahidi, wa mubashiran, uwe ni mwenye kutoa habari njema, wa nadhiran, na kuwaonya wale ambao watakengeuka na kukataa ujumbe. Litu'minu billahi wa rasulihi, ili wapate kumwamini Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Watu'azziruhu ay watansuruhu watudafi'u anhu, na wapate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wamsaidie mtume wake. Watudafi'u anhu, wamtetee mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watu'azziruhu watuwaqqiruhu ay watu'azzimuhu watuhtarimuhu, na wamtukuze mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watusabbihuhu bukratan wa asila, bali na wamsabihi Allah asubuhi na jioni. Ma'al asafu shadid. Msikilize shekhe anachokizungumza hapa, kisha tutaendelea. Ukipata mshangazi jitupe, kwa sababu hata mtume alianzia mshangazi, pamoja na kuwa alituambia Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama tuoe watoto wadogo, lakini ana hikma gani kutuambia tuoe watoto wadogo alafu akaanza kule kwa mshangazi? Sasa na ukijipata mshangazi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ni msiba, ni kilio wa Islam kudai ya kwamba mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ameoa mshangazi. Labda shekhi afahamu mshangazi maana yake nini. Allah amsamee, atusamee pia na sisi. Allah amsamee, atusamee pia na sisi. Anamlinganisha bi Khadija radhiyallahu anha na mshangazi. Tunataka kumwambia shekhi ya kwamba huu ni utovu wa nidhamu, ni kumzalilisha mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kumzalilisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi hatuko tayari kuona mtume anazalilishwa, hatuwezi kukaa kimya. Shekhi tunamuheshimu, lakini kwa hili atatusamee, inabidi tumuweke sawa. Bi Khadija bintu Khuwailid kana mraatan dhata sharaf, alikuwa ni mwanamke mwenye heshima. Dhata malin wa sharaf, alikuwa ni mwanamke tajiri na mwenye heshima. Hakuwa mwanamke wa hovyo, hakuwa mwanamke wa hovyo. Ametokana na kabila tukufu, kabila lililokuwa kabila bora pale Makka, bali Bi Khadija hakufahamika na uchafu. Haiwezekani kufananishwa Bi Khadija na mishangazi. Labda shekhe hafahamu mishangazi ni watu gani. Hebu shekhe watizame mishangazi hawa hapa.
Mshangazi. Yani jinsi kwa jinsi mtu anavyoniona na anavyoniangalia nilivyo, ananiona kweli mimi mshangazi. Lakini inapobidi kuwa mshangazi lazima niwe mshangazi. Na wanawake wa huko unaona na ushangazi ukiamua kuvaa unavaa ushangazi. Uvaa ushangazi na uvaa kama kawaida. Wewe ulikuja hivyo. Kuna lugha ambazo ni lugha za mtaani. Habari ndio hiyo. Kwa mtu hadi mfano wako wewe kuzitumia. Hizi ni lugha ambazo vijana wameshavuta bangi na kijana kishavuta bangi, kuna vitu huja mkichwa, anaanza kuzungumza hata kichai, anaanza kuzungumza lugha yoyote. Kuna maneno mapya huwa yanazaliwa kwenye ubongo wa mtu aliyevuta bangi. Kwa hiyo hili jina mshangazi limetokana na wahuni baada ya kula bangi. Kwa hiyo maneno kama haya yanakuja. Neno mshangazi haliko kwenye kamusi ya Kiswahili, Sheikh. Hakuna neno linaloitwa mshangazi kwenye kamusi ya Kiswahili, bali kwenye kamusi ya Kiswahili kuna neno shangazi. Ukisikia mshangazi, maana yake ni mwanamke mtu mzima mzinifu, mwanamke mtu mzima mzinifu ambaye anatumia watoto wadogo, yani vijana wadogo, ajili ya kukizi mahitaji yake ya ngono, na si mwanamke wa heshima. Ni kosa kumlinganisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallama na mshangazi. Ustazi, ni kosa kubwa sana. Ndio maana mshangazi, kwa sababu mshangazi si mwanamke ambaye anakuja kwa kijana ajili ya ndoa. Hapana, ni mwanamke ambaye mara nyingine anakuwa iko na mume wake, lakini anamtumia kijana ajili ya kukidhi mahitaji yake ya ngono. Acha nikuongeze baitul qasida. Huyu kijana mdogo pia na yeye ana jina ambayo mshangazi wamempa, anaitwa kibenteni. Sasa hizi ni lugha za kihuni, Sheikh. Haifai kuzitumia lugha kama hizi kwa kufundishia vijana wetu wa Kiislamu. Haifai kutumia lugha kama hizi kufundishia vijana wetu wa Kiislamu, kwa sababu ni lugha ambazo haziendani, la yaliqu bialim, haziendani na msomi. Msomi kama wewe Sheikh unatakiwa kutumia lugha ambazo ni lugha safi, lugha ambayo ni fasaha. Hauwezi kutumia lugha ya wahuni. Kwa hiyo kijana ambaye anatumiwa na mshangazi anaitwa kibenteni, yupo ajili ya ngono, yani huyu mshangazi anamlipa kisha yeye anamtekelezea ngono, na sio shangazi. Shangazi ni tofauti. Haifai kuwa encourage vijana wetu kuwa na mshangazi, haifai. Mshangazi ni mfano wa Bizulaikha. Zama kisa cha Yusuf, Allah tabaraka wa taala ametuletea picha nzuri ya mshangazi kwenye Qur'ani. Kweli jina mtu kama mshangazi kwa kutumia istilahi kama hii unaweza kutumia basi kwa Bizulaikha. Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat haytu lak, akamtamani yule aliyekuwa anamlea ndani ya nyumba yake, kisha akafunga milango na akamwambia njoo, haytu lak, njoo kwangu. Qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Mtume Yusuf alayhi salatu wasalam akakataa, akamwambia mume wako ni bosi wangu, amenitengenezea maisha mazuri, hawawezi kufaulu madhalim. Bizulaikha kwenye muktadha kama huyu yeye ni mshangazi, kwa sababu alimtamani Yusufu kingono, si kwa ndoa. Ndio maana ya mshangazi, Sheikh. Alafu umemvulia heshima mama yetu Khadija, umemvulia heshima mama yetu Bi Khadija radhiyallahu anha, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum, ya kwamba nabii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana haki ya kutangulizwa kwa waumini kuliko hata nafsi zao. Yani mtume ana haki zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao. Wa azwajuhu ummahatuhum, bali wakeze mtume sallallahu alayhi wasallama ni mama zetu. Haifai kuwaita mama zetu mishangazi. Unatakiwa shekhe utoke tena mbele ya jamii utuombe msamaha, umetukwaza. Hebu tuende kwenye logic, tumia lugha akili ya kawaida. Unaona aje kwenye ile majlisi yako ambayo ulikuwa ukizungumza na watu, akisha unawaambia kwamba
Bi Khadija ni mshangazi, alafu ndo mtume mme wake Bi Khadija anaingia kwenye ile majlis, kisha akakaa na yeye pale anasikiliza yale maneno ambayo alikuwa anazungumza, kisha watu wanacheka wote, kwa sababu watu unawatia ujinga, wanacheka kama unawachekesha. Wewe ni upotevu wa hali ya juu. Naambie mtume kama ndo angekuwa kwenye ile majlisi angecheka kupiga makofi shekhe. Ni kweli mtume angecheka, unamwita mke wake mshangazi kweli? Au unaona aje kama utaingia kwenye majlisi kama hiyo, alafu unakutana kama wewe ndo kuna khatibu ambaye iko na hutubu ya kwamba mama yako wewe mzazi, mama yako wewe shekhe ni mshangazi, na maana ya mshangazi ndio hii ambayo tunaiona. Kweli unaweza kukubali? Au umemuoa mke wako alafu watu wanasema mke wake mshangazi, unajisikia aje shekhe? Kwenye logic, twende katika logic, maana tutumia akili za kawaida. Haifai shekhe lugha kama hii ni lugha mbaya, na Allah tabaraka wa taala amekataza kuitana majina mabaya. Pia au mishangazi wenyewe peke yao majina hawayapendi, kwa sababu ni majina ya kejeli, vijana ambao wanatumia kuwakejeli hawa watu wazima wanaopendana na watu na vijana wadogo, pia na wao hawayapendi. Allah tabaraka wa taala sema katika surati al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman, msiitani kwa majina mabaya au ni majina ya uovu baada ya kuwa nyinyi ni waumini. Haifai kuitana majina mabaya shekhi. Hizi aya unaziona? Ittaqillah, mche Mola wako, usirudi tena kutumia lugha kama hizi, hazikupendezi kwa mwanazuoni ambaye ulimwengu na kutazama unategemea kuchukua elimu kwako. Hizi ni lugha za watu ambao ni wafuta bangi, hazifai kuzitumia, isipokuwa kama unazitumia kwa kukemea. Hii nasaha ulikuwa ukiwapatia vijana kwamba akipata mshangazi aanguke naye, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mshangazi maana yake ni mwanamke mtu mzima mzinifu, mwanamke wa hovyo, si mke. Hivyo ndivyo kilivyo Kiswahili. Na hili jina mshangazi katika kamusi ya Kiswahili hakuna, ni lugha ya kihuni. Kiswahili tunafahamu neno shangazi, dada wa baba. Namba 2, ukatoa nasaha kwa mabinti na wenyewe, la haula wala quwwata illa billah. Mimi nilipoona hizi klipu nimeshangaa sana, kwa sababu ukijipatia sugar daddy anakupenda, anakupenda kushinda vijana wa pasua vichwa. Eti hawa vijana tunaanza kufanya hivi, ni wasumbufu. Kwa hiyo mwanamke ukijipatia sugar daddy katoto kadogo umepata niseli kuna miaka 60, anguka kwa hilo. Kabla ya kuzungumza vitu vitizame kwanza. Angalia vitu unavyozungumza. Pale uko unafundisha watu dini, sio comedy, sio sehemu ya vichekesho. Na kama utachekesha, basi angalia istilahi nyingine ambazo utatumia katika kuchekesha. Sugar daddy. Do you understand the meaning of sugar daddy? Unajua, unaelewa maana ya neno sugar daddy, Sheikh? Sugar daddy ni maneno mawili ambayo yameungwa ya Kiingereza. Sugar ni sukari na daddy ni baba. Kwa hiyo hii ni lugha ambayo imetumika, tena ni lugha ya kihuni, sio lugha ya kuzungumza shekhe kwa kulingania watu. A sugar daddy usually an older or wealthier person who gives younger person money, gift, trips or financial support. Sugar daddy maana yake ni mtu mzima ambaye anatoa misaada kwa vibinti vidogo vidogo, mfano pesa, zawadi, au kumchukua yule binti anampeleka Zanzibar, wenyewe vijana wanaita kula bata. Lugha za kihuni, acha kutumia lugha kama hizi Sheikh. Anaweza kumpeleka Zanzibar, anaweza kumpeleka South Africa, anaweza kumpeleka Dubai, lakini nia na mazumuni wanasema aje, but in exchange for companion relationship. Lakini sio bure, not free of charge, si free of charge. Sugar daddy afanye hayo kwa ajili ya msaada? Hapana. Kuna fidia ambayo anatakiwa kulipwa. Ni ipi? Dating, kutoka kimapenzi, attention or sometimes sexual relationship.
au ajili ya ngono, na mara nyingi inakuwa ni ajili ya ngono, kwa sababu mashuga daddy ni wazee wazima ambao wanawake zao tayari wana familia. Kwa hiyo anakuwa na kisichana kidogo ajili ya starehe tu basi. Unajua kama tulivyozoea mama zetu, ameshakuwa na vijana wake, ameshakuwa na watoto wake wakubwa, kwa hiyo anakuwa hana time tena na mzee, na hili ni hatari sana. Anakuwa hana time na mzee, hata chakula mzee anakutana tu ni hapo kwenye dining room, sala manger, chakula anakula, wanakutania kwenye kitanda wamejifunika basi. Lakini akishapata hiki kitoto kidogo kidogo kinakaa kinamkuna ndevu, kinamkuna kwenye tumbo, kinampepea, kinamfanyia massage, basi anaamua kujiwekea hiki kitoto. In this arrangement, the younger person may be called a sugar baby, na kupatia baitil qasida. Katika hali kama hii, huyu binti mdogo anaweza kuitwa sugar baby. Sasa usitumii lugha kama hizi katika kufundisha Uislamu. Usitumii tena lugha kama hizi kufundishia vijana wetu. Sugar daddy ni mwanamume ambaye ni mtu mzima mzinifu anayetamani vibinti vidogo ajili ya uzinifu, sio ajili ya ndoa. Mikataba iko hapa, ni mikataba tofauti. Mkataba wa mume ni kwamba inakuja ndoa, alafu watu wanapanga mipangilio ya kuishi kwa muda mrefu ajili ya kutengeneza familia na hadi kuzikana, isipokuwa Mwenyezi Mungu alete jambo lingine ambalo labda litavunja hiyo ndoa. Lakini nia na madhumuni ya ndoa ni watu waishi miaka wazikani. Lakini sugar daddy mkataba wao ni kwamba nakusaidia, unanisaidia, yani mimi nitakulipia kama ni masomo au nitafanya maisha yako yawe mazuri, nitakulipia ada ya shule, nitakufanyia vacation, maana yake nitakupeleka safari na nini. Kwa hiyo na wewe badala yake utakuwa unanipa ngono. Ndio sugar daddy. Hii mikataba iko tofauti. Usitumii tena misamiati kama hii au lugha kama hizi, hazipendezi kwa shekhe kutumia lugha kama hizi kwa kufundisha Uislamu. Ustazi, hizi ni lugha za watu ambao ni watu wa hovyo, watu wa hovyo ndo wanatumia lugha kama